Hi everyone. Habari gani nyinyi wote? Muko salama? Very good. So karibuni sana wenye wa umuthi guku gwa Barothi wa Thayo TV. Umuthi ni Friday na last Friday twari haha na mundu gwitwo Muigai Junior tugika maundu maingi muno na gacokeria Ngai ngatho tondu ni mwanyitiriire Muigai Junior na njira nene muno makiria nikita nginoga gucoka kuri inyui Ngai witu no murathima muno. Thank you muno sweetheart, karibu sana. Muthi turathie ya kama absolutely. Thank you so much. Sasa hii leo tutazungumza Kiswahili. Ngai sikia kimeanza kupotea. So hi everyone, naitwa Barothi wa Thayo. Najua mnanijua, mnanifahamu vizuri. Na siku ya leo tuna kijana maarufu. Siku hizi unajua pia jina lake limeweza kupepea. Nafikiri nchi za ng'ambo kila mtu anakufahamu. Sio? Marco Molo. Sweet ananiuliza, "Ai, ni uko hota Githweri Barothi?" Very. Mami alikutuma Githweri Githuki. Ebu asalimie. Ebu angalieni jamaa mwenye alikuwa anakula fare za wanaume. Sita tumeona yule mwanaume amekuwa akikula fare za wanaume. Sisi tumekuwa tukikuliwa fare, kumbe tunakuliwa tu na wanaume wenzetu, si hata wanawake wanatukula fare. Masere Hema official, how are you? Mko salama? Mary Charity Wangoi, how are you? Mombasa, Kenya, mko salama? Very good. Marco Molo, salimia wa Kenya. Na wasalimu wote. Kwa sauti. Na wasalimu wote. Mimi ndio naitwa Marco Molo. Wengi wamenijua na EATER. EATER? Ndio wengi wananiita hivyo. Wanakuita EATER. Kwa nini unaitwa EATER? Wengi walijua nilikuwa nakulia watu fare. Ndivyo watu wengi walinifahamu. Na usiseme watu, ulikuwa unakula fare ya wanaume. Hiyo naye nilifanya hivyo kabisa. Ulikula fare kabisa? Nilikuwa. By the way umenona? Hapana. Nimekonda sana na shida mingi sana. Unajua pia kuna mahali fare ili participate. Hiyo wakati nilikuwa nimenona. Unaonekana uko na sasa nimekonda sana. Hiyo wakati ndio nilikuwa nimenona. Kwa hivyo hiyo fare watu wamezoea kukula hapa wasikie haisaidiangi sana. Haisaidii. Ni pesa ya shida sana. Kwa hivyo hata wanawake wenye wanakula fare wasikie. Wasikie kabisa. Ni pesa ya shida sana. Wow, so wacha tujue Marco Molo kwa nini akakula fare? Mimi nilifanya hivyo sababu ya zile shida nilipitia. Si eti niliamka siku moja nikaanza kuibia watu hivyo, ni shida kabisa. Sina kazi, sina idea kutafuta kazi. Ni kwa hivyo tu, alafu wazazi wamenitenga nilikuwa mdogo sana. So niliona nifanye hivyo kuliko kuibia watu ama kuwa chokora. Ndio. Labda kuna mtu wako hapa hajaweza kutazama story yako na labda hata hajakufuatilia, amekuona kwa mara ya kwanza. Hebu umjulishe wewe ni nani, umezaliwa wapi, kwa nini ukaanza kukula fare? Kwa sababu najua lazima kuna ile reason ya kukula fare. Mimi nimezaliwa Meru. Meru Tigania East huko, wanajua huko. Wewe ni Murome? Mimi ni Murome kabisa. Baada ya kuzaliwa mamangu walirudi shuleni, kaendelea na masomo yake, nikabaki na shosho yangu. After kubaki na shosho yangu, shosho yangu akanilea, nikafika hivi darasa la 5. Kufika darasa la 5, madhe akanichukua. After madhe kunichukua, akanipeleka huku kwa bwana yake juu alikuwa ameshaolewa na mtu mwingine. Hata huyo mtu ndio nilipata hii jina Molo, sikuanga na hiyo jina. Kwa hivyo mamako yule baba amekulea, si babako halisi? Si babangu halisi na hajanilea hata sana. Jua ni yeye alinitenga, ndio napitia napitia mpaka sasa. Ndio. Okay. Hebu tuelezee kidogo kwa nini alikutesa? Huyu baba hakunitaka kabisa. Sababu ni kama hakutaka kulea mtoto wenye si wake. Naweza kusema hivyo. Jua alinitenga nilikuwa darasa la 8 hapo. Ndio alinitoa kwake kabisa akanifukuza. Unifukuza naye mama akapata transfer kwenye kwa anafanya kazi, akahama akatoroka kabisa. So mimi nikabaki huku Meru kwa shoshos, niko stranded, sina chochote, nimeacha shule. Ndio nikakuja kutafuta maisha Nairobi. Kwa hivyo nimefanya vitu mingi mpaka hata kazi ya nyumba. Nimefanya vitu mingi Nairobi tu ndio niweze kusurvive.
Ndio. Kwa hivyo rejection kutoka kwa wazazi wako ndio ilifanya ukaanza kukula fare? Ndio, hiyo ndio ilifanya. Mhm. Hiyo ndio ilifanya, sababu niliona hapa nitakufa, hakuna chakula, sina mahali pa kukaa. So nikafikiria tu nifanye hivyo tu. Juu. Sasa nguvu hebu tuanze hapo. Nguvu ilitoka wapi? Ulitoa wapi nguvu ya kukula fare ya wanaume? Maana si hata ungekula wanawake. Wanawake ni wagumu kidogo. Ni wagumu? Wanawake ni wagumu kutoa pesa. Sweetheart, sikia maneno. Nyinyi ni wagumu sana kutoa pesa. Lakini wanaume nilijua ni rahisi. Wakiona msichana mrembo lazima watoe pesa. Hivyo sasa ndio nikasema wacha nitumie sauti. Juu mimi ningeongea naye na sauti mbili ama sauti mingi. Nikaamua tu nifanye hivyo. So nataka nijue kwa nini ulifikiria labda hiyo ndio njia yenye itafanya usurvive? Nilifikiri hivyo sababu sikuwa na njia zaidi. Kwanza sina kitambulisho, hakuna kazi yenye nitaanza. Kwa nini hauna kitambulisho? Wazazi walinitenga na mimi nilikuwa na karibu miaka 16 huko. Hakuna birth certificate. Sasa mimi nilikuja Nairobi nilikuwa na miaka ngapi? Kama hata sijafika miaka 18. So hakuna vile ningeweza kupata kitambulisho, sina birth certificate, sina chochote. Hiyo ndio. Kwani mamako hakuwa amezishughulikia? Alienda nazo huko na baada ya kumtafuta singeweza kumpata. Kwa hivyo sasa hivi hujui mamako wako wapi? Nasikianga yupo Kisumu, mimi sijui. Nasikia tu ako Kisumu. So we should be looking also for your mom. Do you wish unaweza tamani kupatana naye? Mimi nilimsamehe lakini ikitokea basi ni sawa, lakini kumsamehe nishamsamehe. Juu nimepitia mambo mingi. So sioni haja sasa. Kwa nini mamako akakuchukia kiasi cha hawezi taka kujua ulienda wapi? Mamangu aliweka chuki sababu ya huyu mzee mwenye alimuoa. Sasa ina maana alisikize huyu mzee zaidi ya mimi. Naweza kusema hapo ndio chuki yake ilianza. Sasa hataki kulusu wale, mimi ndio akaona niachane na. Kwa hivyo yule baba aliyezalisha mamako aliweza kumdivorce. Babangu alisi. Babangu mwenye, babangu. Mimi sijui babangu. Kwa hivyo mjui, lakini alitenga mamako ndio mamako aamue kuoleka tena. Nafikiri si kumtenga kulingana vile shosho aliniambia, ni ile urafiki. Alafu najikuta umepata ujauzito wa mtoto. Sasa mnaachania tu hapo. Ndio. Kwa hivyo kumaanisha hujaiona babako hata leo? Sijawahi muona. Sijawahi muona kabisa. So wakati sasa mamako amekuja kupatana sasa na ile hali halisi, baba mtoto sasa hayuko, ni mimi kulea, alikureject immediately after kuamua kuoleka? Ndio, sababu mamangu hajishughulika na mimi maisha yake yote. Hata hiyo wakati wenye aliniacha akaenda shule, ni shosho yangu alikuwa ananishughulikia. Hata ile wakati amefunga shule angepatikana, mimi sijui sasa shida ni nini. Alikuchukia tu? Nafikiri ni hivyo. Sababu maisha yake yote hajaiweka kwangu. Umewahi kaa kwake na huyu sasa baba mgeni mwenye alikulea? Ndio, alinichukua nikiwa darasa la 5, nikielekea la 6 all the way mpaka darasa la 8. Lakini hizo siku zote shida zilikuwa mingi. Kunitesa, kuwekelewa maneno, alafu walikuwa wanaungana wote. Ndio. Kwa ikafika wakati tukamwambia hata mimi adhali mngeniacha tu kwa shosho. Kuliko mkuje mnitesee huku sana. Ndio. So mumewahi kuwa na ile kuzozana na huyo baba sasa mwenye aliolewa na alioa mamangu? Alioa mamako? Shida ilikuwa kila siku. Kila siku anakuwekelea vitu yenye hujafanya. Unajua mtu akisha kuchukia atakuwekelea kitu yenye iko ni kama hakuwa ananitaka pale. So mimi nilikuwa navumilia nikafikiri. So alikuchukia mamako alioleka ukiwa mdogo sana? Ndio, mamangu alioleka nikiwa mdogo. Juu ndugu mwenye amenifuata nimemwacha takriban miaka ngapi? Miaka 4 hapo. Nimemwacha na miaka 4. So kumaanisha immediately tu alimaliza college, after 2 years aliolewa. Ndio. So wakati sasa mamako walikutenga lini ndio sasa uamue maisha ya kukuja Nairobi? Walinitenga sikumalizia darasa la 8. Juu alinichukua hiyo wakati nilikuwa class 5. Kabla nifike darasa la 8 nifanye mtihani, mateso ilizidi. Mimi nikaamua kurudishwa huko Meru kwa shosho yangu. Ndio nikarudi nikafanya mtihani wa darasa la 8. After kufanya darasa la 8 bado mamangu alikuwa na kazi huko Meru. Ndio alikuwa anafunga shule anaenda huko kwa mzee wake. Sasa hapa ndio niliingia form 1. Akalipalipa karo ya shule lakini balance bado ilikuwa imebakia. Form 2 kuingia hivi naye alikuwa anapanga kutoroka aende kabisa.
kabisa. Mamako? Kutoroka kutoka kwa babako ama wapi? Kutoroka huku Meru penye nilikuwa namuona. Unajua alikuwa anafanya kazi huko kwa shosho. Sasa hapo ndio mimi nilikuwa shule, alitoroka akapata transfer. Akaenda hivyo. Atunge mtrace kabisa. Na ikakuwa tu hivyo. Sasa ikabidi mimi niache shule. Huko shuleni na fee balance ya pesa mingi sana. Singeendelea na shule. Shosho yangu hawana uwezo wa kunilipia shule. Na hakuna mtu alikuwa na uwezo. So mimi juu hiyo pressure unaambiwa yuko shuleni nini hiyo mambo ya watu, mimi nikaamua tu kuja Nairobi. Ndio. So ukakuja Nairobi. Sasa after kuingia Nairobi, kwa nini ukafikiria ile option ya haraka ni kukula watu fare? Kuingia Nairobi kwanza, si kuanza kula fare immediately. Nilihangaika tu kulalala kwa watu, unaomba kikao, saa zingine unalala kanisa. Mimi nimelala njaa sana hii Nairobi. Yaani hata sahii hata nipate tu chakula nikule na shukurungi Mungu sana. Nimelala njaa sana kuhangaika. Nikafikianga wakati nikapata kazi ya nyumba. Kupata kazi ya nyumba nikalelea huyu mama, walikuwa watoto wawili mapacha. Lakini watoto wakakua. Sasa kufika 2019 mwisho singeendelea na kazi sababu watoto washakuwa wakubwa. Ndio hapo sasa ndio ilipofika 2020 sikuwa na kazi, sina chochote. Ndio nikaamua hiyo mambo ya kula fare. So wacha sasa tukuje hapo kwa kula fare. Uliamuaje ama ulifikiriaje na ukafikiria the only option ya kukula fare hiyo ndio inaweza kukupea riziki Nairobi? Nilijua niko na sauti mzuri, nikiongea na mtu atanipea pesa. Then kifaa ambayo unajua kila mtu kwa kazi anakuanga na kifaa yake. Mimi nilikuwa tu na simu. Na hiyo ndio niliona tu nitumie. Lakini nilifanya hivyo sababu ya zile shida nilipitia. Si nilifanya hivyo eti unajua mtu anaweza fikiria nimefanya kimakusudi kuibia watu. Hapana, hata wale wanaiba hawaibi sababu wanataka. Ni shida zinafanya. Imagine hiyo wakati nilikuwa mdogo, hiyo yote sina wazazi. Hii Nairobi sina mtu mwenye anaweza ambia hata anipee 100 anipee, hakuna. Hakuna kabisa. So ulikuja tu bridal Nairobi? Nilikuja tu nilifikiria Nairobi nitasaidika. Sababu nasikia rais yuko Nairobi, watu matajiri wako Nairobi, lakini sikujua otherwise. Hivyo akili yangu tu iliniambia. So umefika tu Nairobi na wakati ulifikiria kukula fare. So ile siku ya kwanza sasa ndio umeamua leo lazima nitakula fare ya mtu. What came in your mind? Sauti yako ndio iko sawa. So ulijuaje venye utaitwist ndio wanaume wasijue ni mwanaume mwenzao? Mimi hapo ikunipa shida sana sababu hata saa zingine nikiongea na watu akue msichana akue mtu yote tu kwa niambia uko na sauti mzuri, sasa zingine mtu ana confuse na msichana. So mimi nilisema nitatumia hiyo at least kupata chakula tu na mahali pa kuishi. Juu sikutaka kuwa chokora. Sikutaka kuwa mwizi ula kuibia watu. Bali ya Facebook yenye unatuma kwa hiari yako. Sijakula simu lakini utatuma tu. Ndio. Sababu unatumwa sababu uko nayo. Si eti hauna. So acha tuseme sasa ile siku ya kwanza umeketi tu kwa nyumba, umeshika simu ama ulienda Facebook ukafungua account? Nilifungua account kwanza Facebook. Kufungua account Facebook hapo ndio unapata sa friend request. Ama friend wenye walianza kwa hiyo account walikuwa maaskari hao. Angalau ndio walianza kutuma pesa kidogo. Sasa unakula pesa ya askari na ni ile kidogo? Si yeye ndiye ako naye ndiye ananipea. So uliweka picha ya msichana kwa profile? Kila kitu. Msichana, picha msichana na sauti. Sasa akinipigia simu anajua ni msichana ukweli anaongea. So unaongeaje ukikupigia simu? Unaongea hello mambo. Kwa mzuri. Unatwist sauti tu hivyo. Ndio. So unaisqueeze kabisa mpaka ikuwe ya msichana. Mpaka hata saa zingine ukunywe tu maji. Ukisikia uzito wa sauti umeanza kuja. Ndio. So mtu wa kwanza alikutumia kama pesa ngapi? Mtu wa kwanza alinitumia 200. Hiyo siku nilitumia 200. Askari ama raia? Askari tu hao. 200, 300. After siku 3 akanitumia fare ya kuenda. Fare kama ya pesa ngapi? 2000. 2000? Aki unakula pesa ya askari 2000. Nililipa nyumba yake. Sikuwa na otherwise. Kwa Kikuyu tunasema gutire itathe kwa. Anyway, so umekula hiyo fare ya kwanza, ulisikia aje? Ilikumotivate? Ndio. Ilinimotivate lakini bado nilijua ndio njia nitatumia tu kuishi. Kwa muda tu juu nilikuwa nafikiria Mungu atafungua njia siku moja. So niliendelea hivyo mpaka ikafika level yenye sasa imefika yenye naongea na magavana sasa. Unaona sasa ile ikipanda juu tu hivi. Umeanza kukula fare ya governor sasa? Ilianza tu kupanda juu hivi sababu umeona askari hawakupei pesa. So wakati ulikula hiyo 2000 na haukuenda,
alirespond aje yule mwenye alikutumia? Aliendelea bado kuniongelea. Je, nilitafuta excuse ya kumpea. Aliendelea bado kunini. Unamwambia kuna venye sioni nikimake. Labda unadanganya uko nchi nyingine, hauna passport, kitu kama hiyo. Na anajua anakupenda na ameona msichana mrembo. Akakubali na akaendelea labda kutumia 200, 300. So hatukukosana nao wote. Hatukukosana nao. Kwa hivyo wengine lakini kuna wenye watakutusi mpaka uanze kulia tu. Umewahi kula fare ukaanza kutafutwa? Umekataa kwenda unaanza kutafutwa? Hajanitafuta. Sababu sikuwa nasema niko karibu. Wewe unaweza niambia na kuna mtu ashai kutrack? Hiyo isha happen. Imehappen sana na mtu mkubwa. Na alinitrack na hiyo kitu iliniogopesha sana. Ndio, mtu mkubwa serikalini. Mdogo wake sasa ndiye akanitrack. Uzuri ni ati hata wakikuona hawakujui. Hawanijui si picha ilikuwa ya msichana. Hata huyu alisema alijua ni mimi, lakini alisema hakujua ni mwanaume, alijua ni msichana. Alijua ni msichana. Hata mwenye alikutrack alitrack akajua ni msichana, akaniambia wewe msichana unafanya vibaya. Kama si ni pesa unataka kuja tukusaidie. Hakujua ni mwanaume bado. So hiyo ikunitisha sana juu angeambia hata angenikuta nikamwambia mimi si mimi nakaa hivi. Ningebadilisha sauti kila kitu angejua ni mimi, lakini niliogopa sana. Sababu hiyo mtu alisema sisi tunatafutanga watu kama hao. Unakujua na unaenda ukipoteanga. So sikujua cha alimaanisha kwa ndani sana. Lakini nilijiona shida. Na hapo ndio nilianza kufikiria kubadilika, hata kama ni aje. Acha nibadilike yake. Ndio. So umeshift sasa, umetoka kwa askari. Who is the next victim wa kukuliwa fare? Niliona askari hatumi pesa. Askari hawana pesa. Kuna venye wako chini. Wako walikuwa wanatuma, lakini nao akizoea siku moja au umekosa kuenda. Unajua mtu mmoja akutumia umekosa kuenda, wa pili, wa tatu hivyo. Hata hao wanachoka na wewe. So hata kama nile kutuma pesa, wanatuma pesa kidogo 100. Hawezi kutumia pesa nyingi. Wanaume wanatuma 100? Kuna wenye walikuwa wanatuma 100. Sweetheart, yani Lucy Njeri, Elizabeth Njeri, mnatumia wangu wa 100. Ongeeni tu kweli. Yani mnatumia tu 100. Kamia sasa katakusaidia aje? Kwani ni Githurai? Karibu mwingine aliniambia mtu amekuita tu Kasarani na uko Githurai, unaambia jamaa kutumia fare kutumia 10 bob. Kwa sababu kutoka Githurai hadi Nairobi ni 10. Mwambie asiende. Asipe 1000 ndio aende. So umeshift sasa, umeenda kwa governor. Governor atatoa pesa? Alitoa 100, alinisaidia kidogo. Alinisaidia kidogo. Hata kama ni kidogo, ilikuwa aje 100 alinisaidia sana. So ile fare ya kwanza governor alituma ni pesa ngapi? Hakutuma mara ya kwanza fare. Alituma nilimweleza niliacha kazi sababu ya COVID. Najua ilikuwa 2020. Akanitumia shilingi 5,000. Akaniambia ninunue chakula. Nilifurahi sana. Sababu ya 5,000 sikuwa nimelipa nyumba miezi 2. Kalipa nyumba. Nikanunua chakula. Nilishukuru sana. Niliona mimi kwangu ni pesa mingi sana. Sana. Hiyo ndiye alikuwa mtu wa kwanza kunitumia pesa mingi. Sasa nikasema huyu tutaendelea hivi kumwanga kwa box. Sasa hiyo ndio nita maintain. Nani? Uta maintain aje? Ni mwanaume ajui wanaume gai. Wanaume zile mashida tunapitia. Umefikiria sasa utamweka box atakuwa akitoa pesa? So ilifika mahali atakwambia mkutane? Alijua si yuko nchi. Yeye yuko Kenya, lakini si yuko Kenya, niko kwingine sitataja. Niko nchi nyingine. So kukutana ilikuwa rahisi, alafu unaelewa mipaka ilikuwa imefungwa. So hapo nilijua kukutana ni ni wakati wa COVID. Ni wakati wa COVID. So kukutana ilikuwa kitu priority sana. So ilikuwa at least after wiki hivi ansikumia 3,000. At least napata pesa ya chakula. Lakini kafika mahali akaniambia hata nisaidia mpaka anione. Hata mimi singetuma zaidi kama sijakuona. Akaniambia nikuja nione, akanipatia gari, nyumba, kila kitu yeye. Na sasa hakujui ni picha amekutana nayo tu Facebook. Ni picha anaona, akaniambia nani wanaume. Na mimi picha anataka namtumia. What do you mean picha yenye anataka unamtumia? Yote tu yenye anataka. Akitaka picha ambayo ni nzuri yenye ataangalia na macho afurahi. Wewe utatafuta huko, hata kama ni kwa internet tu mtumie. Akitaka picha yenye uko uchi, unatafuta picha ya msichana mwenye ako uchi, unatuma kwa internet, lakini unakata uso. Sababu picha zenye unitumia ni za mtu
mtu mwenye unatafuta mtu mwenye at least kama tuseme kama ni mtu mweusi internet tafuta pia mtu mweusi, ama mtu mweupe sana tafuta internet pia hivyo. So nilihakikisha kila kitu imeenda sawa. Hakuna penye nilikosea kabisa eti amekushuku huyu si wewe. Ndio. Magwiji wa internet unakata mpaka sura. So sasa huyo ni governor. Kuna mtu mwingine mashuhuri uliwahi kula pesa yake? MP wako. MP wengi sana. Wapo sio wengi sana. Vile hataki kuwataja, ama kutaja ni wa area gani? Haya, MP kuna ulisema nakumbuka last time ulisema pia kuna hawa watu wa nini? Hawa watu wenye ni party leaders. Ati party leaders kuna wenye. What do you mean party leader? Hawa wanachama wameongoza chama kubwa hapa Kenya. Sasa tuseme kama chama ya ODM, chama ya Jubilee. Yupo tuko hizo chama. Party leader. Sasa hao pia unakula pesa yao aje? Si mimi nawaambia niko na birthday. Kuna matanga. So vitu zote. Kuna vile uliniambia matanga ilikuwa mingi sana. Hakuna matanga lakini utawaambia matanga ni mingi juu matanga lazima atatoa pesa nzuri. Ya babangu utawaambia sababu mimi simjui. So iko inaniuma sana. Nitasema matanga yake. Kwa sababu humjui. Mimi simjui. Naambia babangu amekufa. Napitia shida zote, naambia babangu amekufa, nataka pesa matanga juu. Nilijua hapo hata akinuma pesa kidogo, hata kama kidogo kabisa, hata ni kama 10,000. Na hiyo ingekuwa pesa sustain kwa mwezi angalau. Ndio. Sasa wakati ulipokuwa unaamka labda mama unalala usiku ama labda unaamka asubuhi, ulikuwa unaomba sana? Mimi nilikuwa kila siku nalilia Mungu sana. Unaona ile kulia machozi kabisa. Unapiga magoti unaomba. Kabisa sana. Unamwambiaje sasa? Akusaidie ukule fare zaidi. Kitu nilikuwa naomba Mungu sana ni anibadilishe, hata si kula fare. Lakini pia hata naambia Mungu aguze hawa watu anitumie pesa. Na ukweli Mungu alikuwa anafanya hivyo. Acha nikwambie. Mungu anasema hawezi tuache. Yaani hata tupite hata kwa bonde la mauti, tutapita salama. So mimi nilijua hata kama nafanya dhambi, hii ni njia moja ya kuishi. Na sasa wenye walikuwa wanakuliwa fare walikuwa wanaomba Mungu, anamwambia Mungu usaidie leo nisikuliwe fare. Mwingine anaomba Mungu usaidie. Mimi nilifanya hivyo sababu nitaka kuishi. Nitaka kuishi. All right. So let me ask. Ungetaka kukutana na mamako mzazi? Ndio. Ungetaka? Ningetaka tu. How do you feel wakati unaona watu wengine wako na mama zao, wewe mamako ako uhai lakini hataki kukuona? Ni uchungu sana. Ni uchungu sana na si rahisi kupona, sababu inafikianga wakati wengine nakuwa na depression kabisa. Nafikiria mbona kwa mimi, na si eti maybe hakuwa na uwezo ile ya kunilea, eti ameshindwa kabisa. Ako na uwezo kidogo yenye angenilea tu nikuwe kama watu wengine. Unajua mimi sifurahi watu wakiniona eti mimi ndio nilikula fare. Mimi ndio naomba, mimi ndio nimefungua nyumba, mimi ndio sina chakula. Sifurahi kabisa. Sifurahi kabisa. So mamako ni mwalimu? Ndio, ni mwalimu. Anaitwa nani? Ndio tumtafuta kwa majina. Unajua pia anaitwa Mary Karambo. Mary Karambo. Hiyo ni jina ya Kimeru? Ndio. Mary Karambo. Mara ya mwisho alipatikana wapi? Mara ya mwisho alipatikana Meru 2019. Matanga ya babu yangu, babake yani. Ndio. Mary Karambo. Anakaaje? Ni mweupe. Mweupe mfupi. Ndio, ni mweupe alafu mfupi. Ndio. So Mary Karambo, ikiwa kuna mtu atapatana na Mary Karambo ama ataweza kuona hii video, ni vizuri azungumze na mtoto wake. So hivi sasa unafanya nini? Uliniambia rejection ndio imefanya ufanye hizi mambo zote. Sasa hivi sina kazi, sina chochote, niko tu. Niko kabisa, hakuna cha nafanya nayo. Niko tu. Kuna mtu anauliza umewahi kuwa na girlfriend wakati ulikuwa unakula fare? Hiyo wakati niliacha mambo ya girlfriend sababu huyu anataka pesa na mimi naomba watu pesa. Sasa hiyo itaenda hivyo. Imagine ukikula fare na yeye anataka kukula fare yako. Lakini watu waelewe si eti nilikuwa nakula hiyo pesa tunalala nao wanaume, hapana. Hata tujaikutana na watu. Tujaikutana na watu kabisa. Ndio. Girlfriend shaikuwa naye, lakini hiyo wakati niliacha mambo mengi sababu mimi na shida zangu mwenyewe sijiwezi. Naomba watu wanisaidie, naibia watu. Sasa na yeye anataka pesa, itatoka wapi? Hapana, nikamwambia yeye aende tu. Maswali mingi nani. Anyway, so hebu nijue
wakati ama saa hizi unafanya nini kwa sasa? Sifanyi chochote. Ufanyi chochote? Sina kazi, sina chochote kabisa. Kwa sababu nimekuona online mara kadhaa, watu wamefanya stories zako. Umesaidika ama bado? Sijasaidika. Sijasaidika kabisa. Usaidizi nilipata ni wa kidogo sana wa kufanya wimbo, lakini mambo ya chakula, nyumba, kuvaa, kitu yote sina. Hata leo nimevaa tu slippers, yani hata kitu yote. Umevaa slippers? Nimevaa slippers, sina hata viatu. Hebu tuone. Hizo. Okay. Slippers. So ungetaka tukusaidie nini? Maana umesema hauna kazi, hauna nini, ungetaka tukusaidie nini? Labda watu wenye wako hapa wakichanga 100, 1,000, 2,000, tunaweza labda kukulipia nyumba siku kadhaa kabla uweze kupata kazi, ama labda hata tukuwekee kazi. Ungetaka kufanya kazi gani? Ungetaka kulipua nyumba kama miezi ngapi, na ungetaka kuwekewa kazi gani at least ndio uweze pia kukua uko stable kiasi ndio uweze kujilipia nyumba? Mimi ningetaka kufanya kabiashara. Sababu nikisema nitafutwe kazi, sina barua za shule, sina chochote. So niekewe tu kabiashara kenye nitaweza kujisustain. Na nyumba, kama sasa sijalipa nyumba karibu miezi 2, sina chakula, sina chochote kabisa. So hata mwenye ako na nyumba yenye atumia anaweza nipa tu, mwenye ako na nyumba free. Hata kama niko mahali popote, mimi nitaenda tu. Ndio. Zile shida uko nazo ni mingi. Ni shida mingi niko nazo. Yani na wega andu aria murerorera haha ndimwire mwanake we aroigire ndegucoka kuria fia, ndegucoka gukonia rume uguo arekaga tondu ni aramenya ti wega arekaga, no ende kaundu kangituma hote gwi sustain tondu ni aranjirire kuma atiga gwika maundu macio riu aharire o rimwe na nderenda gucokerera tu shaitani ni arahana tangi mutempt acoke na kuu tondu ndari no ndungi angihota gwika nigetha one mbeca. Mukwenda ati andu itu mukwenda atia Muigai Junior ni ari ha Friday mukimurihira school fees yothe, actually atigitio 10,000 nigetha ahote kurikia miaka 3 school fees, na mukingenia muno makiria. Uyo mukwenda tumwike atia? Nie ndimoi, turacemanirie nake oguo akinjetha. Kama Dwega Teremso unasema can he go back to school, he has a potential and a bright future. Now the problem is, unajua sasa unless aende form 2, si unasema uliachia form 2? Ndio. So nafikiri hiyo itakuwa kukuchosha tu, kwa sababu going back to school right now itakuwa kazi ngumu. Nafikiri kumwekea kazi, kuna watu labda wanaweza mwekea kazi, ama I've seen people in business and doing good na hawakusoma. So nafikiri labda kurudi shule, sidhani ndio inaweza kuwa njia rahisi ya kufanya maisha yake ikuwe mazuri, kwa sababu unajua kupata school fees ya form 2, form 3, form 4, kumaliza ataanza pia kuhaso kazi tena. So nafikiri tungemwekea kazi, kumuigira wira na guci noyo njira ile njega. Nataka utupatie namba yako sasa. Uko na simu yako? Ndio. Chukua hiyo simu. Itoe password unipatie. Toa password unipatie na so nipatie namba yako. 07 nataka niweke hapa 07 42 0742 407 163. Yeah. Itatoa nani? Najua hauna ID, kwa hivyo uliregister namba yako na kitambulisho mtu mwingine. Yeah. Kwa hivyo itatoa Evans Odhiambo. Evans Odhiambo. Yeah, huyo ni mwenye alinipea kazi ya kumkalia na watoto. Ndio. So ndio ndimwira mugateithia na uhoro wigie guteithia nduri kabira, uhoro wigie guteithia nduri atiki, uhoro wigie guteithia ri ni guteithia, na ndenda tumuigire wira kawira na hihi tumurihire nyumba ta mieri 3 uguo nigetha at least akorwo akihota gwika tundu tuiganona na stress ithire, ndakae gutuika tempted gucoka na kuu arari. Eke tumuigire wira, na najua ulisema kazi yenye unataka ni ya kuuza manguo. Kuuza manguo. Nguo gani? Nguo zote. Umefanya research? Manguo zote tu, hizi longi nichanganye na my bed sheet, kila kitu, hata maviatu nitaendea. Wanda kuweka kwa store ama wapi? Ndio. Nikuwe na kaduka tu, alafu pia nitakuwa nauza online pia kila mahali. Ni tutakuja hata kwa hiyo shop ndio tuuzie watu online, watu wajue mahali uko na wakuja ndio waweze kukusupport. So aburudia namba yako 0742 407 163. Andu aitu ndenda tuteithie mundu gwitwo Marco Molo,
na baba wao, babako alikuwa anaitwa nani? Huyu baba mwenye sasa alioa mama yako. Anaitwa George. Wewe ni Mmeru? Babako sasa anaitwa George. Babangu kama anaitwa George Omolo. George Omolo. Kwa hivyo unajiitanisha na babako? Walinibadilishia jina. After kuolewa, mamako kuolewa alafu amenipeleka huko. Na sasa alikubadilishia jina na hakusaidia? Ndio nashangaa hata. It's okay, haina shida. So no nyende tumurihire nyumba, tari ungigwa hau wina 5,000 wina 10,000 no wende tumurihire nyumba thiku mieri ta 2 kana 3, ona tungihota mieri 5, kanyamu karia gutigara ige wira ngwiciria no mundeithiririe gwika guo. Andu aria turi andu haha ndiona turi andu 105, andu amarerorera 105 ri ni ndiramenya no tuhote gwika kaundu kega na Ngai ni akumurathima muno muno makiri. Nie Mark ndimui tutire tuonana turonanire the other day na ndiraiguithika no ahote gwika kaundu tungitika twacenjia muturire wake toria twekire Muigai Junior. Riu Muigai Junior arathoma tari na stress akimenyaga riu no kurikia cukuru hatiri undu ungi utigarite. So ndirenda wike kaundu kega haha na tondu Mark ni umwe wa andu aria hihi tungiuga turenda ku include thiini wa list ya andu aria tuteithagia. Ndirenda agikorwo biu wi hau na no uhote gutu support na 5 maku, 1,000 yaku, 200 maku, 3,000 ciaku, 5,000 ciaku. Ngai ni agukurathima muno na nie nditeithagia tondu ni njui mundu, nditeithagia tondu mundu no wa mbari citu, nditeithagia mundu tumite kundu kumwe, nditeithagia mundu tondu no wa kabira itu, ndeithagia mundu tondu gutire mundu itangienda ateitheke. Na ni njui na kaingi ndanarehe story nyingi muno haha na tugateithia, na ni njui no muhote gutuma kanyamu kanini, o kanyamu karia tukuhota tondu Ngai ni njui ni amurathimite. To nginya tume mbia nyingi ati nigetha ati tuge ati hihi wina uhoti. Ona ungituma 1,000 yaku yonganirie na 1,000 ingi gutumwo cigukorwo ciri kiguni kuri mundu ugwitwo Mark na ni kuhota guteithia muturire wake. Sofia Mwari tuikirie kanyamu, Sister Nice tuikirie kanyamu, Mase Mugai ndirakuona tuikirie kanyamu, Jane Wanjiko ndirakuona tuikirie kanyamu, mundu witwa Carolina Diana tuikirie kanyamu, John Guchu ni nguona ngite thiku ici tuikirie kanyamu, mundu witwa Jane Wanjiko tuikirie kanyamu, Anjo tuikirie kanyamu, Beatrice Wandia tuikirie kanyamu. Mundu wi haha fiu na ni arona no ahote gutuikiria kanyamu no ko ni 1,000 kana ni 500 tondu hindi ya mwana toyo agerera through rejection. Gutire mundu tangigerera through rejection. Mwana toyo ndari nyina kana ithe tondu nyina ni orire ndoi kuria turaga, akorwo ni ithe uria mumuciari ona ndamuyi etagwo atia. In fact ungimurora ni ukuona ahana kind of muithiramu tondu ni iguaga ithe kuri uhuthu ari muithiramu. Na tondu tutikwenda ithuĩ kurumirira maundu macio mothe twi haha guteithia kana tiguo taria ants itikirai tu mutume kanyamu o karia Ngai ekumuhotithia. Angigua fiu ni aigua wina uhoti wa kuruta 10,000 Ngai ni akuona haria cio imana ni agucokia kindu na kingi. Na riu njetereire muikie indo cianyu please itikirai twike guo ndagika ici twina cio nini na nigetha ndimutigire kirathimo giki tondu through maundu maya nimo matumaga Ngai amurathime. So kwa wina kanyamu hau rudia namba yako Mark. 0742 407 163. Rudia tena 0742 407 163. Yeah. So alikuwa wi hau fiu na ni uyi Ngai ni akurathimite. No wone 500 no wone 200 no wone 1,000 no wone 2,000 2,500 gutire kindu turoria o kiria Ngai egukuhotithia tutumire nigetha at least tuhote kuigira mwanake o wira kana tumurihire nyumba mieri 3 uguo na kawira kangimuhotithia gukorwo agi sustain at least tondu unaona tari maundu maigie covid ni maingihite Kenya. Tutikwenda acoke maundu-ini mau ma gukonia andu na sijui kama uliokoka Omolo. Uliokoka. Kwa hivyo sasa hutaki kurudi kwa hiyo mambo tena? Sitaki kabisa, sitaki. Ukipata kazi utaweza kuilea vizuri kabisa na ikuprovidie pesa ya kutumia kabisa, kila siku. Kabisa. Okay. So namba ya Mark Omolo ni 0742 407 163. 0742 407 163. Hiyo niyo namba ya mukuhuthira na nigetha at least tuhote kumuigira no kawira. So umesema hiyo namba ni 0742 407 163.
163. Yeah. Good. Kuri mundu wothe uratwirorera itikira gutwikiria kanyamu nigetha at least tuhota guteithia mwanake uyu no kono kanyumba tukumurihira kana kaundu we Kena S twina thiri na karibu sana Kena S twina thiri tondu he kaundu twarikanire Friday niwe kaega ni guka ria riga ukuruta namba yaku kuna Kena S uhurire nigetha ngorwo na namba yaku ngoretwo ngigwetha kuma Friday riu Mase Mugai ganita mutumia 1000 after 2 hours nirudi nyumbani, simu ya M-Pesa iko kwa nyumba. Thank you so much. Huyo ni Mase Mugai amesema atakutumia dhao. So tunashukuru sana Mase Mugai. May God bless you so much. Na mahali zilipotoka zirudi mara 100. Turegire tutirienda githiria mundu ati tuge ati urathimo maita 10 maita igana rimwe tondu Ngai eno hoti wa gukuhe kiria giothe angihota. Beatrice Wandia no atuma shilingi 500. Ngai witu akurathime. 500 umepokea kutoka kwa Beatrice Wandia. Yes, ameweza kutuma shilingi 500. Thank you muno makiria Beatrice Wandia. May you never lack. Pesa Kenya. Ebu sema hiyo namba tena. 0742 407 163. Rudia tena. 0742 47 163. 163. Kuna mtu ameuliza swali. Acid ameuliza, hi Farodhi, uko poa? Salimia huyo jamaa, alikuwa tuko na alianza kuimba. How are you doing kwa music? Niliweza kusaidia nikafanya hapo tu wimbo. Lakini bado nitaendelea kuimba. Nitaendelea kuimba. Nikipata support na maybe nikipata wimbo umetoka ama wimbo ushatoka huko YouTube. Unajiita nani YouTube? Marco Molo tu. Marco Molo. Kwa hivyo uingie YouTube ASDSD utafute Marco Molo, utaona nyimbo zake hapo na Mungu atakubariki. So rudia namba ya simu 0742 47 163. 0742 47 163. Na itatoa nani? Evans Odhiambo. Asante sana. So ntoiga Beatrice Wandia ni watu tumira shilingi 500. So Ngai witu akurathime muno makiria. Thank you muno mundu gwitu Mase Mugai no akiuga wainuka ni gutuma shilingi 1000. Ngai witu akurathime muno makiria na thank you Mase Mugai waje kule mwana wa Italy. Asante sana. Kena S twethire handu uririkane oguo na uhurire na namba yako Kena S. Namba yako ni huthu, ngukuhe namba yako ni 0798008008. Ugo make sure no wahurira Kena S 0798008008. Hey nditwaritie nawe no ngicoka ngite namba yaku uhurire iyo maneno ikue sawa. So twina Marco Molo na we aratwirorera handi na twina andu na itathiri maratwirorera nona inyuĩ mwena itathiri o mundu angitutumira 500 tareke muhe ithabu riu inyuĩ mwena itathiri haha o mundu angituma 500 times 93 shiroka 46 na 500. Ile nyumba unakaa unalipa pesa ngapi? 1500. Itabidi utafuta nyumba ina range between 3500 na 4000 ndio at least watu wenye watakulipia hapa at least iweze kukufanyia kitu kingine sawa. So thank you muno Beatrice Wandia. Nidona ido shaku. So hawa watu 93 wako hapa, mtu akitoa 500 itakuja 46500. Hiyo tutakuwa tumemlipia kama miezi 3 na hiyo pesa nyingine aweze kuweka nguo ama biashara at least iweze kumkimu katika siku zijazo, especially wakati huu wa COVID. At least miezi kama 3 ukilipiwa, by hizo miezi 3 ka biashara katakuwa kameshika na utakuwa una uwezo wa kufanya mambo mengi sawa. Ndio. So ikomi haha fiu na Ngai ni akurathimite ndungiaga 500 ndungiaga 1000 ndungiaga 700 ndungiaga 5,000 10,000 tuikirie nicio turenda nigetha tuhote kuigira muthuri wira. So thank you so much kuri mundu wothe rigwo ni akwirutira kuhota gukorwo agituma na Ngai wa muoyo amurathime muno makiria. Rudia namba yako 0742
47 407 163. 163. Faith Njoki amesema utafute nyumba ya pesa kidogo ndio at least, kwa sababu nyumba ya 5,000 hiyo inahitaji mtu mwenye ako kazi. In fact me I would suggest utafute nyumba ya 3k ama 3.5 at least, ndio pia iweze kukukimu. Usije ukafanya ukapata hii pesa yote utapata itakuwa tu ya kwenda kwa nyumba, haitakusaidia. John Gushu, I wish Farodhi please unda WhatsApp group ya watu wote then tuwe tunasaidiana. John Gushu, unajua kwanza tuko na group kadhaa za Virginia, tuko na group ya Hiram, kwa hivyo hatuwezi kufulia kila mtu group. Watu wengine itabidi tunawasaidia live alafu tunafuatilia tu, lakini hizo group kuzimanage zote wakati mwingine ni kazi. Kuintele Nyaga, mtu akiwa na mzazi amtunze, wengine tunatamani lakini hawawezi rudi. Pia kupata ID without problem sio kitu ya kawaida. Tondu ona mako mora gereti gwetha ID na ekoretwo ari undu muritu muno makiria. So katwihoke maundu mothe ni mekwagirira. Ngai witu ni mwehokeku. So tupatie namba yako tena. 07 42 0742 47 163 163. Yeah. Rudia tena. 07 42 47 163 163. Yeah. Na tumesema ikiwa mamako anakusikiza ama ataweza kuona ama kutazama hii video, ni vizuri aweze kujitokeza. Umesema anaitwa Mary Karambu. Mary Karambu. Mary Karambu. Yeah. Mary Karambu, mahali popote ulipo, tafadhali kama unatazama hii video, make sure umeongea na sisi ili tuweze. John Guchu, nimekuelewa. Asante sana John Guchu, tutafikiria hiyo maneno. Asante sana kwa hiyo suggestion, nimekuelewa sasa. So we shall think of that, ndio at least tuweze kuona kama it is possible to do that immediately. So asante sana kwa mchango wako. So Mary Karambu, ndio kwa sababu huyo ni mtoto wa ama ni mama wa huyo Marco Molo. Kama unatutazama ukiwa mahali popote ulipo, make sure umeongea na mtoto wako, anakutafuta na anakuhitaji. Najua ni ngumu sana kukaa bila mamako na bila babako, na unajua wako uhai. So imagine your dad ako tu mahali, anajua tu kuna mtoto mahali, lakini haongeangi na wewe, hata hakujui, hata ajui uko wapi, na hujui hata anaitwa nani. Mamako ndiye tu unajua. Kwa hivyo mahali popote mamake yako, make sure umekuja na uongee na kijana yako. I believe kukuona kwake hata kunaweza fanya milango yake ifunguke. Kwa sababu kuna mlango huwezi funguka kama huna baraka ya wazazi. Na kujua wazazi wako wako uhai na hawakusaidii, that is too painful, si ndio? Ni uchungu sana. Chungu sana. So kuna watu wengine wanasema watatuma lakini tusiwataje. So asanteni sana. Talia Ans amesema atatuma 1k. Thank you so much Talia Ans. Amesema atatuma 1k. ESD pia wewe umesema utatuma, umesema nisitaje chenye utatuma. Basi Mungai pia wewe pia ulisema utatuma, asante sana. Lakini kama una uwezo wa kutuma saa hizi, in case you are able to send now, make sure umetuma saa hizi, kwa sababu tuko karibu kutoka online na Mungu atakubariki. Namba ya Marco Molo, rudia namba yako. 0742 47 163 0742 47 163. So itatoa nani? Itatoa Evans Odhiambo. Evans Odhiambo. Hiyo ndio namba yenye itatoka. Ndio. So kama uko hapa na ungetaka kusupport kijana wetu, kijana wetu hapa, make sure umefanya hivyo kwa sababu ni muhimu. So thank you so much kwa wale bado unaona wakizidi kumsupport. Mungu awabariki sana. Ngai to murathime muno inyude ona mugithie na mbere na guteithia mundu gwitwo Marco Molo, ona korwo ngimaga tutikamagwete. Ani Njuguna no atuma ciringi 1,000. Ngai witu akurathime muno makiria. Thank you so much Ani Njuguna, Mungu akubariki. Nejoe mwana uyu mathina maria na muno ni njui na tutingihota gutariria mothe, na nejoe wega ati ndahotete guteithika na njira nene yo tungiuga kugerera video icio cieketwo kuria online.
actually undu arateithikire naguo no ucio wa kurekorderwo rwimbo na kuerwo video gutiri undu ungiateithikite naguo na nikio nguonaga korwo ni wega tutige at least tumuigiraga biashara na hihi tumurihire rent onokorwo ni wiki ta igiri uguo I mean mieri ta 2 kana 3 ingiakorwo ari wega muno makiria. So thank you muno kuri inyuĩ muratumira mundu gwitwo Marco Molo. Umesema itatoa jina gani? Itatoa Evans Odhiambo. Evans Odhiambo. Rĩu nĩyo rĩtwa rĩrĩa rĩkuma. So namba ndamĩkĩra harĩa YouTube na ndamĩpin. Gwĩko wĩ kũrĩa YouTube nĩ ũkũhota kuona namba yake, nĩ ndamĩpin hau. So tondũ tũrenda kuma online nĩgetha tũhote gwĩka maũndũ mangĩ. Make sure we ũgũkora video ĩno nĩ ũkũhota kũmũikĩria kanyamu. Onokorwo kũmũrĩhĩra nyũmba mweri ũmwe kana he handũ wĩna kanyũmba ũngĩenda ikare atararĩha okorwo hihi wĩ kũu na wĩna kanyũmba gũkũ ũngĩenda ikare na ndekũrĩha, that's very much okay, na nĩ tũgũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ waku na Ngai nĩ egũkũrathima. So maneno ya mwisho Mark, yenye ungetaka kuambia Wakenya na wenye wako diaspora na hapa nchini? Kitu ambacho nataka kuambia ni kwamba asante sana kwa hiyo support wamenipa. Juu nilikuwa nimezidiwa, yani na mawazo mingi sana, nitafanya nini, nitaenda wapi, na sitaki kurudia mambo yenye nilikuwa nafanya. Kabisa sikuwa nataka kurudia mambo. So tu wanisupport, nilipe yenye kanyumba, niweke ka biashara. Na hakika nitashukuru na Mungu atawabariki sana. Sababu ukitoa sie tunasaidia mtu sababu umemuona, umempenda, unatoa tu kwa sababu ya Mungu. Ndio. Na watoto wako wasei kosa. Na kwa wazazi ambao wananisikiza, waangalie tu watoto wao vizuri yani. Sababu mimi singepitia hii mambo kama si mzazi wangu kunitenga. Na si kwamba amekufa. Unaona? So ni vizuri pia kuelewa watoto wako. Kabisa. So kwa hivyo watu wasikulaumu kwa sababu ya kukula fare. Hiyo ilikuwa part of the rejection. Ndio. Na kutafuta riziki. Kabisa. Maana kama ungekuwa na mzazi anakushughulikia haungefikiria vitu kama hizo. Singefikiria kabisa. Singefikiria kufanya kitu kama hiyo. Sababu ni dhambi kabisa. Kuibia watu si kitu kizuri, ni dhambi. Lakini unafanya sababu ya ile hali uko nayo. Na hii hali ndiyo ilifanya nikafanya yao mambo. Na siwezi taka kurudi kufanya hivyo tena. Siwezi. Okay, so rudia namba yako mara ya mwisho ili tuweze kufunga. Namba yangu ni 0742 47 163. 0742 47 163. Itatoa jina Evans Odhiambo. Okay, so aciari yake ndu kimwe ngwenda kumwira tondu no waigua mundu gwitwo Marco Molo, aciari yake muciari wake ule wa muciarire wa mutumia ni ehereire na akiura na akieherera mundu gwitwo Marco Molo, na nikio Marco Molo ingirire maundu-ini maya ma kuria fare na maundu macio mangi mothe twagweta. Uria nake baba wa Marco Molo nake uria magiciarire na mami wao nake ndoekaine ona make ndamwe nginya muthenya wa umuthi, nake ni ehereire. Na riu mwana uyu ndari tutingiuga na ithe kana nyina tondu riu meku na matiramuteithia, na nikio ndenda turugame ithenya-ini riu hote kumuigira. Na thengio Mary Ndung'u ndo no atuma kanyamu Mary Ndung'u, thengio muno makiria Mary Ndung'u. Tondu hindi ya mundu akorwo atari muciari angiona wi hakuhi nake angiariria ungimuteithia, kaingĩ na kaingĩ mundu ni ekoraga agika maundu mangi matari mega. So ikorwo wi hau na no uhote kunyitirira mwanake uyu na ciringi ngiri yaku imwe, ciringi ciaku 2,000, 5, 10, magana maku 5, magana maku 2 kana 3, Ngai witũ akũrathime muno tondu mwanake uyu angihota kuona mbeca icio ni ekuhota kuiga kawira, ni ekuhota kuriha nyumba thiku ciganona, na nigetha at least akamuririkanaga ni mwatumire ahote gutigana na maundu maria ekaga ma kuria fare, na tutingienda acokerere maundu macio tondu ni erega kuhonoka, tutingienda ngoma muiye ringi. Na koguo Jane Wanjiku tutumire kanyamu mundu gwitwo Jane Wanjiku, mundu gwitwo Masinya wira tuikirie kanyamu, Ngai witũ ngikuhotithia. Ndora kasi njuraga tuikirie kanyamu, here ni macari tuikirie kanyamu, Ngai wa muoyo ni egukurathima. Na ndapini namba yake hau YouTube, weko we YouTube no hota kumuikiria kanyamu, make sure no wamuikiria kanyamu nigetha at least tuhote kumurihira nyumba mieri 3 na tuhote kumuigira kawira, na Ngai wa muoyo ni egukurathima wona weka uguo. So Ngai witũ murathime muno makire ti gwikara online muno, ni njui we ukuona video ino ni ukumuikiria kanyamu, na Ngai witũ ni egukurathima
na ikorwo biũ nĩ ũĩ ruo rwa gũkorwo atĩ mũciari waku muoyo na ndũngĩhota kũmũ access, make sure nĩ wahota gũtũtũmĩra kanyamũ na Ngai witũ nĩ egũkũrathima. Thank you so much.